Yes, dude linaanza na kutana na bidada mmoja huyo hapa katika nyumba fulani. Ni time fulani mida saa 2 hapa. Yaani saa 2 usiku na maanisha alikuwa ameweza kutulizana hapa anavuta waya. Simu ni nyingi sana anampigia mpenzi wake, lakini mpenzi wake ni kwamba hapokei. Mpenzi wake ndo kwanza hapo anakandamiza huko. Ni kwamba yani hata simu anashindwa kupokea. Huyu bidada anamforcea achana nayo kabisa. Oya, mikandamizo kama yote. Basi bidada yeye anavuta tu waya huko. Mpenzi wangu kulikuwa ni kitu gani ambacho kimemkuta huko? Alikuwa na wasiwasi kwamba mpenzi wangu yuko wapi mpaka muda huu. Hajui kama mpenzi wake amekamatia dodo huko, yupo anazagamua, yupo anakula vyombo. Yeye na wasiwasi huko, anajua labda pengine ametekwa au ni vipi, kwa sababu mpenzi wake saa 12 au saa 1 anakuwa ameshalipoti nyumbani hapa, lakini saa hizi ni saa 3 bado hajarejea. Kwa hiyo anajiuliza kwamba ni vipi. Basi tujue jina la bidada. Ni kwamba bidada anaitwa nani? Anaitwa Ani. Kwa hiyo alikuwa akiweza kusikilizia tu hapa na bado uvumilivu kumchosha, yani baada ya kuweza kuvumilia na akashindwa, akafanyaje? Ikabidi tu achukue msosi aanze kupiga tu, kwa sababu alikuwa akimsubiria mpenzi wake wale pamoja, ila hajarudi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ikabidi aanze tu kupiga msosi nini, lakini mawazo kama yote, yani ma stress kibao. Anafikiria kwamba mpenzi wangu kulikoni, kitu gani ambacho kimemkuta, mbona sielewi. Na uweze mimi mshikaji saa 5 ndo anaingia nyumbani hapa. Anauliza kwamba mpenzi umetoka wapi? Nimetoka kazini, mambo yalinitinga. Kazi si unajua kazi ilikuwa imenitinga sana leo. Na mshikaji ni kwamba hataki story nyingi, hataki mambo mengi, adaiji amechoka. Lakini bidada yani ni kwamba alikuwa na hasira, nilikuwa na hofu na wewe, nilikuwa na wasiwasi mpenzi. Yani mpaka saa 5 sasa hivi ni unaingia nyumbani kweli? Ni kweli yani mume wa mtu kweli unaingia saa 5 nyumbani kwako? Mimi nimekwambia nilikuwa kazini. Mambo ni mengi. Wewe ambacho uelewi ni nini? Ambacho wewe hauelewi ni nini? Nimeshakwambia nilikuwa kazini. Mwamba akafanyaje? Akaenda chumbani kwake. Wamelala kitime fulani hapa. Ni kwamba Mwamba hataki kutoa kipengele. Jamani mume wangu tufanye yetu basi nizagamue. Muda wa kutafuta watoto, ndiko uweze kunipasha mwili. Hamna, nimechoka. Mwamba anachodai ni kwamba yeye amechoka. Na si kwamba ni leo tu mshikaji amemkazia bidada. Mwezi mzima umekata, yani mpaka sasa mwezi umeisha. Hajai kumzagamua mke wake. Yeye anadai tu nimetoka kazini. Lakini ni kwamba kuna sehemu anapitiaga, anakula vyombo vyake. Akifika hapa nimechoka. Sasa bidada ikitendo ni kinamuuzi, kinamkata simu. Anamkazieje? Unanikazieje mimi jamani mume wangu? Nipatie utamu, nipatie uloda. Mwamba nimechoka. Palivokucha mshikaji anajiandaa nini aelekee kazini. Ni kwamba siku ya jana bidada alivyokuwa anadai uloda, nipatie uloda. Mwamba alifanyaje? Alimtimua. Kwa hiyo akaja kulala hapa kwenye sofa. Mwamba anamwamsha kwamba vipi? Chai umeshanipikia? Nataka nielekee kazini. Vipi? Chai vipi? Samani mume wangu, nilipitiwa na usingizi. Kwa hiyo naomba unisamee, naenda kupikia sasa hivi. Alikula kofi pale. Mshenzi nini huyo? Ni kwamba mshikaji sio ameshamchoka mpenzi wake, mara kichapo kumkolomea sana. Lakini bidada ni kwamba anavumilia kwa sababu gani? Anampenda sana Charles. Sasa nakuandalia sasa hivi mpenzi wangu, nakuandalia. Wewe mshenzi sana mwanamke huyo. Umwandalie na ni chakula sasa hivi. Muda nimeshachelewa mimi kazini. Mshenzi. Ndakuja nikupige kichwa hicho. Mshamba wewe. Jiandalie mwenyewe. Akafanyaje? Bidada Ani ni kwamba anapitia machungu sana huko ndani. Ila yeye kama yeye anaamini kwamba mume wake anampenda. Alisema kwamba Ani, umekosea. Kwani unalala mpaka mume wako ni anaenda kazini hujampikia chai? Ni makosa yako. Usimwone mpaka amekupiga. Amekupiga kwa sababu anakupenda. Hataki ubadilike, wewe una tabia mbaya. Ujue wajibu wako kwamba ni mwanamke. Ukiamka inatakiwa umpikie chai mume wako. Anajisemesha yeye kama yeye, yani anaisemea nafsi yake hapo. Sio poa. Bidada alikuwa analia na huzunika tu kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea ndoa yake. Anaona kabisa ni kama inalega hivi. Basi nakuja kuona ni kwamba Ani alikuja kwa rafiki yake. Yule rafiki yake anaitwa Mebo, lakini udada naweza mnamkumbuka, si ndio alikuwa akizagamwana na mpenzi wake na Ani huyu hapa, si ndio alikuwa akizagamuliwa na Charles huyo. Lakini eti uwezi amini ni rafiki kipenzi wa Ani, yani pamoja na huyu bidada ni marafiki kinoma. Na muda mwingi sana Ani ndo wake kimzingua, anakuja kwa rafiki yake. Yule rafiki yake tujue jina lake, ni kwamba anaitwa Mebo. Anamwambia kwamba unajua mume wangu amefanya hiki na hiki. Anapewa ushauri kwamba rafiki yangu ni hivi na hivi na hivi. Ni marafiki wa muda mrefu sana, na Mebo ni kwamba anaonyesha ushirikiano sana kwa Ani, yani anamsupport sana kwa kila jambo. Akiwa na matatizo basi wanasaidiana. Ni kifupi Ani anamsaidia Mebo anamsaidia Ani. Kwa hiyo wanasaidiana, wanaonyesha kwa kutegemeana kwa muda mrefu sana. Ni marafiki ambao ni wakubwa. Lakini je, ile siku ilikuwaje? Ni kwamba Mebo alipitiwa, ilikuwa ni bahati mbaya au na siku za nyuma alikuwa akifanya hivyo? Basi ni kwamba tutatambua kila kitu ambacho anakiplani Mebo. Basi ni kwamba alipiga story hapo, alishauriwa kwamba fanya hivi, wewe relax tu kwa sababu mume wako huenda ni kazi kule zinamtinga. Kwa hiyo usijali, wewe usiwe na wasiwasi wote ule. Basi siku iliyofuata asubuhi hapa Ani ameandaa mazagazaga, akamwamsha mpenzi wake kwamba amka uelekee kazini. Lakini Mwamba alisema saa ngapi? Saa 1. Nitaka niamke saa 12, umechelewa. Yani Mwamba ni lawama. Ni kwamba alidai kwamba saa 12 ndio itakayeweza kuondoka siku leo, aelekee wapi? Kazini. Kwa hiyo bidada amemchelewesha, amechelewa kumwamsha hapo. Ni
lawama kama zote. Basi bana, uweze amini kazini kwenyewe sasa ni kwamba kazi yenyewe ni hapa kuzagamua tu. Yupo na nani? Yupo na Mebu ambaye ni rafiki yake na nani? Na Ani. Wanaenjoy tu njiani. Yeye ni mabusu, mikumbatiano kama yote. Oya, sio poa. Basi time fulani Mwamba ni kwamba siku leo alikuwa amechelewa kurudi napo. Akaeleza kwamba vipi mume wangu? Mbona siku hizi sikuelewi? Yaani mambo mengi, mara kazi nini? Unashinda kunipatia hataki yangu. Unachelewa kurudi, unasema tu umechoka, lakini Mwamba akasema oya. Mbona kama vile unaniletea ugaigai sasa? Unaniletea ujuaji sio? Mimi nafanya kazi na hangaikia nikuletee msosi. Alafu unaanza kuna kama vile nachelewa sijui nini. Unaanza kunipigia mdomo sio? Nakwambieje? Acha hizo, yani hizo ni dharau hizo. Tena hizo ni dharau kubwa sana. Usiniambie tena ushenzi kama wewe, usiniambie kwa sababu unaniuza sawa. Nimekwambieje? Mimi ukiona nimechelewa nimetoka kazini. Ukiona nimechoka nijue ni kazi imenitinga, mambo ni mengi. Wewe vipi wewe? Mbona unaniletea ugaigai? Bila akasema hapana, wewe ni mume wangu, tambua kwamba mimi ni mke wako, ndikoza kunipatia haki yangu. Tutapataje watoto? Watoto nitaenda kuokota kama mawe au nitaokota tu njiani? Ndiko uweze kunizagamua, nipate mtoto, nipate watoto, tuwe na watoto mume wangu. Vipi wewe? Yaani unapeleka kwingine mazaga au? Mbona sikuelewelewi? Alikuwa kimkolomea pale. Oya, Mwamba alipiga kofi, alimzaba kofi. Una akili kweli wewe? Unanikolomea mimi? Umekata kamba sio? Umeshakuwa wewe ndo mwanaume. Alimfokea, yani kumfokea kama kote. Kwamba mshikaji ampatie haki yake bidada, yeye anashindwa kumzagamua, aenda kuzagamua kwingine huko. Bidada anadai kwamba nipatie haki yangu, nitake tuwe na watoto. Lakini Mwamba yeye kama yeye hapo anaona kama vile mgaigai tu, yani kama mpenzi wake ni mgaigai, mshenzi tu. Dada anaishi kwa wasiwasi katika ndoa yake, anaishi kwa huzuni tu, kila siku kichapo, manyanyaso. Oya, ni changamoto sasa palivyokucha. Ni kwamba mshikaji siku leo ameweza kufanyaje? Ampika breakfast, yani chai fulani hivi, na akamwambia mpenzi wake kwamba samani sana Ani, kikuli jana nikukosea, naomba unisamee sana mpenzi wangu. Alimuomba msamaha mpaka bidada mwenyewe alibaki na shangaa pale. Alishangaa, umeniendelea chai kweli? Ndio mpenzi, usio na wasiwasi, kwani tatizo nini? Alishangaa sana, haijatokeaga, yani kama miujiza hivi. Mwamba ni kwamba siku leo ameamua muombe msamaha kwa sababu amemzingua sana. Kwa hiyo sema kwamba mpenzi, nahitaji niweze kuenjoy na wewe, yani nahitaji uweze kurelax, usio na wasiwasi, mimi ni wako. Basi bila amini kweli jamani, wakaenjoy pale boss nini maunyama fulani, yani vitu mukide bila kuamini. Charles baada ya kuondoka, baada ya kuelekea kazini, kwamba aliongea na rafiki yake hapa, alimpigia Mebu na akamuuliza kila kitu kwamba msikaje muweze kumwandalia leo chai, na amemwahidi kwamba atawahi kurudi nyumbani siku leo, wataenjoy penzi, yani mambo yatakuwa mukide. Basi Mebu akasema kwamba hongera rafiki yangu, Mungu aibariki ndoa yako rafiki yangu, amina rafiki yangu. Lakini uweze amini, Mebu baada ya kuweza kuzungumza tu nani alifanyaje? Alivuta waya kwa Charles, na aliweza kumvutia Charles waya, akasemaje? Mpenzi, je, siku leo utakuwa free? Siku leo ni kwamba nikishatoka tu ofisini hapa naelekea nyumbani, nataka niwahi kurudi nyumbani leo. Lakini unaje kama nikiweza kuenjoy na wewe, yani tutulie time fulani nini, tupate vitu jamani, nimekumisi. Leo nataka nikupe style adimu, nataka nikupatie vitu mpaka mwenyewe ushangae. Mwamba anatamaa kitoko. Yani leo nakupatia kila kitu. Wewe tu njoo mpenzi jamani. Mwamba kusikia style adimu akasema akachekelea. Tulikuja kuona basi ni time fulani ndo anarudi hapa saa 6. Anakuta mpenzi wake alikuwa akimsubiria tu hapa. Amesubiri mpaka amechoka, amelala. Kwa hiyo Mwamba kanyatia pale, yani kimekime. Amelala kweli. Alinyata. Lakini yani ni kwamba alikuwa yupo macho. Kikweli kitu kilimuuma sana. Siku leo ni kwamba walikuwa wameahidiana kwamba atawahi kurudi, ataenjoy penzi lake, yani yeye pamoja na mume wake, lakini haikuwa hivyo. Oya, sio poa. Basi akaweza kutimba siku nyingine hapo kwa rafiki yake, alimwambia kwamba ni rafiki yangu usiamini. Yani simuelewi kabisa Charles. Alimueleza kila kitu kwamba yani mume wake anamzingua, mambo ni mengi. Wewe anakuchiti. Ananichiti, amna, hawezi kunichiti, ananipenda sana. Wewe unaamini kwamba hawezi kuchiti? Anakuchiti. Wanaume sio kuamini. Yani wanaume, unamwamini mwanaume anaweza kuwa na wanawake hata 5 na ana mke. Wewe unauelewi wewe. Mambo ni kwamba anamkazia gani kwamba achana naye, anakuchiti huyo. Mbona wanaume ni wengi sana. Hata kwenye maji tendo mwezi unakatika, inaelekea miezi 2 sasa. Lakini nitamwachaje, mimi nampenda. Ile wewe. Kuna siku nitakupa ushahidi tu. Basi wewe mimi time fulani hapa ni kwamba alizungumza na mtu wake ambaye anamjua yeye. Yani aliweza kuongea naye kwamba fanya yule mchezo ambao nikwambia. Si nikuelekeza kila kitu. Kwa hiyo mimi lako ukishafanya, yani ukishamaliza kila kitu, nitakupatia pesa. Sawa? Ni kwamba kuna bidada alikuwa akizungumza naye hapo kwamba inatakiwa uweze kukamilisha, yani ufanye kwa haraka ile jambo, kwa sababu nahitaji yani uweze kukamilisha haraka. Wewe tambua kwamba ukishakamilisha ndio nakupatia lako. Je, jambo gani ambalo nataka lifanye? Tutajua tu huko mbele. Basi siku iliyofuata, yani nimetoka supermarket kununua mazaga, alikutana na mshikaji. Huyo mshikaji baada ya kuweza kumuona nani, akamwambia kwamba jamani, huyu mdada upo. Lakini yani kumtambua pale, mimi naitwa Frankie. Nadhani umenisahau kwa sababu hizi ndevu. Ni kwamba Mwamba akajieleza pale. Ni kwamba mshikaji ashawahi kumsaidia, yani kipindi fulani alikuwa amebiwa tambo, kwa hiyo akaanza kutimba katika ofisi zao. Ni kwamba mshikaji yeye ni IT. Ani ndo akakumbuka, wewe ndo ulinisaidia simu yangu ikapatikana. Nimekumbuka ndo wewe. Ani alimsahau Frankie kwa sababu ya ndevu. Kipindi kile sio alikuwa uso kama embe, yani kiangalia hivi, yani no uchebe no nini, yani kama embe flat. Kwa sasa si ana mauchebe, kwa hiyo ndo akakumbuka, jamani ni wewe. Frankie akasema ndio ni mimi, kipindi kile nilikuwa sina ndevu. Yani sura ilikuwa kama
maembe tu, yani hata nikinao sio nice kama nimeshika embe. Kwa hiyo sasa hivi ni mauchebe, sasa nimekuwa, si unajua tunabadilika. Kweli. Lakini Frank alichukua kikitaji kwa bidada, alikuwa kikitaji namba yake. Alisema kwamba naomba nisaidie namba yako basi. Lakini mimi nimeolewa. Si unanipatia namba tu kwa sababu ya mambo mengine tu. Kwani unawaza nini? Kwani kuna wasiwasi? Basi ni time fulani saa 2 usiku tunamuona Charles hapa yuko na bidada. Bidada anaitwa Jenny. Ni kwamba huyu ndo alikuwa akizungumza na nani? Na Mebo. Kwa hiyo amekuja hapa yani kama mfanya biashara, wafanya biashara pamoja na nani? Na huyu mshikaji ambaye anaitwa nani? Anaitwa Charles. Kwa hiyo amekuja ni kwa mbinu zake ambazo ameweza kupewa na nani? Na Mebo, kwamba aweze kumsaundisha, afanye juu chini iweze kupatikana picha au ushahidi wote ambao ataweza kumpelekea nani? Ambao atampelekea ani kwamba mpenzi wako anakuchiti. Kwa hiyo ndio maana huyu dada ambaye anaitwa Jenny aliweza kufanya juu chini baada ya kuweza kupewa namba za Charles, ameweza kumsaundisha mpaka mkutana hapa, na hapa ndio kitaweza kufanyika kitu ambacho alikuwa akihitaji nani? Bidada ambaye anaitwa Mebo. Ani yupo nyumbani hapa, mpenzi wake bado hajaweza kutimba saa 5 usiku, mpaka sasa bado hajaweza kufanyaje? Hajaweza kuwasili hapa Charles. Kwa hiyo aliwaza hii namba ambayo amepewa na mwamba ambaye anaitwa nani? Ambaye anaitwa Frank, aliwaza kwamba nimpigie, nifanyeje? Lakini ana mawengi kwa sababu anaweza akimpigia tu yataanza mambo ndio yake italibika. Aliwaza nifanyeje? Au nimpigie? Lakini akaona hapana, akaachana nayo. Amepewa ushahidi siku ya leo ni palivyokucha. Ni kwamba alikutana na rafiki yake, na rafiki yake kamuonyesha, simuona yupo na kimdada ba. Yani alikuwa kienjoy. Na hapo alikuwa anapanga mipango kwenda wapi? Kwenda kuzaga mwana. Alishangaa pale. Jamani, kumbe ananichiti huyu. Kumbe siku ya jana ambapo walikuwa wametulizana pale Charles pamoja na Jenny, huyu dada alipiga picha. Kwa hiyo alikuwa kimendea, aliyopiga picha kijanja pale na amekuja kumuonyesha nani? Kumuonyesha Ani ili aweze kufanyaje? Aweze kukasirika, yani kimume tu, aweze kumchukia mume wake. Jamani, lakini siamini. Au amini nini? Yani unaona kabisa hapo, jamani, si nisemeje? Yani kumbe ananichiti. Anakuchiti, hakupendi. Achana naye kabisa. Nikwambia tu kwamba kuna kama mwanaume fulani hivi naweza nikakonektia. Kwa sababu wewe mpaka sasa ni mwezi wa pili sasa unakatika sasa. Mambo yanazidi kuwa magumu, akuzagamui. Miezi inaenda wewe. Utakuwaje sasa? Au zagamuliwe. Wewe unakaa tu kama kuni tu. Kuni yenyewe kwanza inachomwa. Wewe unakaaje tu hivi tu kama niseme nikuiteje? Lakini ndo mimi sitaki kumchiti mume wangu. Wewe unakuta na kama mtu special kanakupa tu utamu. Basi wewe unakuwa unahangaika nini mjini? Habari ya mjini ni kuchangamka. Atakuumiza, utakufa pressure, lakini hamna. Mambo gani ambayo unaniambia hayo? Lakini bila ana huzuni hapo. Jamani, kumbe ndivyo ananifanyia hivi. Ndio hivyo nimeshakwambia Shosti. Changamka, usipojongeza ndio yako ndio inaishia hivyo. Kwa hiyo wewe kwa mjanja, atakuwa kuzagamui. Yani anakuchiti afu unakaa tu. Unadhani jipe wewe, tafuta tu mtu akupa vibe. Basi aliwaza nitafanyaje? Amudi nyumbani hapa. Mshenzi wewe. Kwa hiyo ndicho ulikuwa unafanya. Yani jana usiku kumbe ulikuwa unafanya ushenzi wako ba. Upo na kimdada. Angalia. Kitu gani ambacho ulikuwa ukifanya hiki? Ni kazi. Tulikuwa tunapanga mpango wa kazi. Kazi gani? Mshenzi wewe. Charles akaona kama vile anakolomewa tu ushenzi. Kwa hiyo alichokifanya akateleza. Na ameteleza, amekuja wapi? Amekuja kwa Mebo hapa. Yeye ni mpenzi wangu sio na nini. Afu cheki na nishangaza. Sio picha amepata wapi ile? Kwa sababu jana mimi nilikuwa nazungumza mambo ya kibiashara, nimekaa na mdada fulani hivi. Jamani, yani sema mbona anakukolomea sana na kukosesha amani? Kwa nini mpenzi? Mwenyewe sielewi. Lakini mwamba alichokuwa anashangaa kwamba picha amezipataje? Achana naye, mpotezee tu. Anakosesha amani, unafanya kila kitu kwa ajili yake. Anaacha hata kusema urelax. Jamani, mkaka mwenyewe handsome, anakoseshaje amani? Jamani, mkaka tu handsome. Mwamba kusikia hivyo. Live unyama. Basi bidada ni kwamba alimkumbatia pale maunyama kama yote na nampa maneno fulani matamu huyo. Tambua siku ya kwanza macho yako aliniona mimi kwanza. Ndio unakuja kuona kumbe siku yani ndio siku ya kwanza kabisa hapo nyuma kabisa, yani kabla Ani kuweza kuwa na mpenzi huyu ambaye anaitwa Charles, yani kabla mwamba kuweza kumchukua Ani. Kwa hiyo hii siku ilikuwa hivyo, walikuwa wamekaa hapa wanakula nywele zao tungi nini, lakini bidada akaweza kumuona nani? Akamuona mwamba ambaye anaitwa Charles hapa, alikuwa akipiga zake mitungi. Yani bidada baada ya kuweza kumuona tu, Mebo baada ya kumuona alivutiwa naye. Jamani, kuna mkaka fulani yupo nyuma huko. Handsome, yeye anavutia. Na mwamba alikuwa akiwakata tu macho hapo. Mzuri. Iko wapi? Anakuja. Anakuja kaki, anakuja. Basi ni kwamba mwamba alikuwa anatimba hapa, akawafuata akamwambia kwamba mambo zenu walembo, ni kwamba naweza nikaenjoy na nyinyi, yani naweza nikaenjoy na nyinyi pamoja hapa. Mwamba alikuwa anakagumiza kwa sababu ni walembo, yani naona kabisa vyombo vyote vimetulia hapa. Na uweze mimi alikaa pale akasema, jamani kikweli yani nimetokea kuwapenda sana, ni mnavutia. Lakini je, unaweza kunipatia namba yako? Naweza nikakupatia. Samani sio wewe. Huyu hapa. Bila alibaki na aibu, yani Mebo alibaki na aibu. Kwa hiyo siku ndio siku ambayo Charles akachukua namba ya Ani, akamwambia kwamba yani anataka wajuane kiundani zaidi. Kwa hiyo bila naye hakusita pale akasema, "Shega." Nilibaki na aibu. Lakini ni kazuri. Nitaka naanza kumtukana. Ni mzuri, lakini sema ndo anazingua na mambo ya ajabu, ni snitch fulani. Basi kwa hiyo Mebo alimkumbusha kwamba mimi ndo kwanza. Sio poa. Ndio maana anafanya juu chini amwalibia rafiki yake, kwa sababu anaamini kwamba ile siku ya kwanza yani bahati ilikuwa ni yake. Sema tu ndo vile. Yani rafiki yake kama vile alimfanyia kama kauchawi fulani hivi, lakini Mebo akasema, "Usijali mpenzi. Nakupenda tena sana. Unanipa furaha sana." Akaenda vitu vyao pale. Basi bwana, usiamini. Time fulani hapa aliweza kukutana na bidada ambaye anaitwa Jenny ambaye alimpa kazi, akasema kwamba nimeshakamilisha kila kitu. Yani mambo yote ni sawa. Haujamwachia namba yako? Hapana.
bana, ile namba ambayo nilikuwa natumia nimeitupa, line yenyewe nimetupa, kwa hiyo hakuna shida. Wewe haujampatia labda jina lako sijui la mtandaoni kwamba unaitwa fulani, aanze kusearch. Hamna. Basi alifanyaje? Akamtumia ile yake pale kwa kazi ambayo ameweza kuifanya. Yaani kukutana tu pale, achukue picha ili aweze kumuonyesha kwamba oya anakuchiti, amuonyeshe yani. Kwa hiyo kazi imeshafanyika, Jeni ameshafanya kazi yake. Akasema kwamba vipi naweza nikafanya kazi vingine, labda picha za uchi labda niwe naye hata kwenye hoteli, afu nipige picha tukiwa tunafanya yetu. Wewe uko unafanya nini? Hebu ondoka na ufute namba yangu. Wewe huko nyumbani ni kwamba kwa sasa awasemeshani, yani kama mabubu. Yani pita nikupite, pita nikupite. Kimya kimya, yani kama ngoya, kimya kimya, yani pate kimya kimya. Kwa hiyo wapo ni kimya kimya. Mwamba anaenda kulala, basi bidada naye ana shida ya kusema sijui ni Zagamoyo, sijui naomba nini. Mwamba mwenyewe anashangaa kwamba vipi, mbona niombe saa hizi? Kulikoni? Ameshapata kuomba nini huyo? Mbona sielewi? Kumbe alikuwa anapenda kuombwa. Basi asubuhi naenda kazini, nitachelewa kurudi leo. Kwa hiyo nitakuwa na kazi ngumu sana. Sawa, okay. Basi bana, kitime fulani kimchana hiki ni kwamba Annie amekutana na Mebo hapa, walikuwa wametulizana. Na siku leo ni kwamba Mebo alikuwa na plan ya kuweza kufanyaje, kumpatia Annie mwamba ambaye ataweza kumshughulikia, kwa sababu Annie hapo alipo ana upwilu, mume wake Mzagamoyo. Kwa hiyo alisema kwamba nimeweza, yani yupo mkaka fulani handsome, atakupatia mambo yako safi tu. Yeye atakuwa anafanya kazi yake ni kuzagamua, afu unarudi kwako naye unatulizana. Yeye anazagamua nje ya ndoa, naye unaenda kuzagamuliwa, mnatulia. Yaani ndio kumgasgas, si hivyo? Lakini unajua ni mimi naogopa, yani sipendi kusaliti ndoa yangu. Hamna. Anakupatia tu vitu safi safi, hakuna shida. Oya, aliweza kumshawishi. Yani ni kwamba Mebo ana ushawishi, anamshawishi kwamba ni hivyo kama vile anampenda ni, lakini ni snitch kinoma noma. Oya, time fulani walikuwa wameweza kutulizana hapa, ni kwamba ile mshikaji ndio limeshazagamua, ndo ambaye alikuwa akizungumzia kwamba mshikaji fulani hata kuzagamua nini na nini, unyama kama wote. Na bidada alienjoy, lilimkamia hilo. Simu sasa ndio zikaanza kuwa nyingi. Mwamba anashangaa, hizi mbona sizielewelewi hizi? Yani kwa sasa ana shida na mume wake. Mwamba anashangaa tu. Jamani, Flaka Moto jamani, wewe yani unanifurahisha. Mwamba ameniamini. Kulikoni? Mbona amechange sana mke wangu? Basi bana, wewe amini. Yani kitime fulani hiki ndio akakutana yeye pamoja na nani? Na Frankie. Ngomba mdauli alikuwa akiongea na Frankie, kwa hiyo ndio wamekutana hapa. Na Frankie alikuwa akimpa stories hapa na pale. Alikuwa akimuuliza kwamba yeye bado yuko single, ni kwamba alikuwa na mpenzi akamzingua. Kwa hiyo kwa sasa ameamua awe single, ila kuna kitu ambacho yupo nacho moyoni kwa sasa. Yani kuna mtu ambaye yani moyo wake kwa sasa unampenda. Bila akasema kwamba ni mimi kweli, yani Mungu ni kwamba ananizingua tu, ndo yani ananizingua. Sio kwa nini wanaume mliziki nyie? Sio kwa nini mnashindwa kwa mtu mmoja tu mlizike naye? Hapana, sio kwamba ni wote. Ni baadhi tunakuta tu mtu ana tamaa, ana mke yupo naye ndani, lakini anaamua tu kuchepuka kwa sababu ni tamaa tu. Si unajua tumetofautiana, lakini mtu kama anakupenda hawezi kuchepuka. Mimi nashangaa sio kwa nini mtu anakuwa na leo kuchepuka. Yani ni wanaume nyie. Aliteleza pale kwa hasira. Mambo alibaki kinashangaa tu. Kwa nini? Ni kwamba Frankie anampenda sana Annie. Basi bana, wewe amini. Huko tukona watu wameshazagamwana nini? Wameshakula vitu vyao. Baby, kuna kitu nataka nikuonyeshe leo. Surprise fulani hivi. Wewe amini, aitoa simu pale akamuonyesha vile ambavyo vilikuwa vinafanyika. Yani picha ya ngono, yani movie video ya ngono hapo ilikuwa kionyeshwa. Jamani, si Annie. Ndio hivyo, yani unachoshuhudia ndio hicho. Mwamba anashangaa. Bebe yake inazagamuliwa, inageuza, yani inageuza kama mishikaki pale. Hakuamini. Hata alivyoweza kurudi nyumbani, hauna na hasira pale. Wewe mshenzi, naomba uniambie kwamba hiki ni nini? Jamani, naweza kueleze. Alikula kichapo pale. Sipi nikueleze jamani zamani. Naomba nikueleze. Unieleze nini mshenzi wewe? Nasemaje? Kumbe unanichiti. Mshenzi mshamba wewe. Nasemaje? Sikutaki. Nyanyuka uondoke. Jamani zamani mpenzi, naomba nijieleze. Unieleze nini? Lakini mbona mwenyewe unanichiti? Mbona unanisaliti lakini sisemi? Unaenda kuzagamua huko nje, alafu unaniacha mimi. Kwani mimi si nitabakije na ubwadu mimi? Alikula kofi pale mshenzi wewe. Nasemaje? Ondoka. Wewe amini alichomfanyia, alimtoa nje pale kwamba teleza zako. Alivuja kwa rafiki yake hapo akamuuliza kwamba ametimliwa. Ni kwamba mpenzi wake mweza kushuhudia video ambazo alikuwa akizagamwana. Hii jamani imepata wapi? Mimi mwenyewe sielewi hata. Lakini itakuwa ni hotelini. Unajua hoteli sasa hizi kuna watu wana tabia za ovyo. Unajua kuna baadhi ya hoteli unakuta wamkutegea kamera. Yani wanakuwa na tabia za ovyo. Kuna baadhi ya watu wenye tabia za ovyo. Ila sio sema huenda ile hata hivi kuna mtu alitega tu pale. Jamani itakuwa ni kweli. Lakini rafiki yangu nikwambia tu kwamba ungeenda tu kupanga chumba kwa vyumba vya wageni, kwa sababu mimi hapa nataka nisafiri, nataka niende kwa mama, afu hii nyumba hujaizoea, uweze kukaa peke yako nyumba kubwa yote. Si unajua tena rafiki yangu. Ndio hivyo. Kwa hiyo akampiga tu sound za uongongo ili aweze kuondoka hapo. Yani kifupi hata yeye amtaki, amemwalibia na amekuja hapa rafiki kuja kuemea, lakini yazmaje kwamba aweze kufanyaje apite hivi. Kwa hiyo bidada Annie kafanyaje, akatoka pale. Bye rafiki yangu, akafunga mlango pale. Mshenzi, unaenda zako kafie mbele huko. Wewe analo mbaya. Tunamwona Annie ametulizana hapa, ni kwamba alipata chumba cha kupanga katika hoteli hapa. Anaelewa ambacho yani elewe fanyaje, lakini ajui kwamba yote yanafanyika ni kwa sababu ya nani? Ya rafiki yake. Basi time fulani alipigiwa simu. Baada ya kuanza kupigiwa simu, alikuwa amempigia simu ni mshikaji ambaye anaitwa Frank. Kwa hiyo alimpigia simu akamuuliza kwamba anahitaji aweze kufanyaje, aweze kukutana naye. Basi ni kwamba time fulani wakaweza kufanyaje, wakaweza kumiti hapa, wamekutana hapa. Bidada alimueleza kwamba kila kitu ambacho kimeweza kumkuta ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo Mwamba akasema kwamba usiwe na wasiwasi,
si mimi nipo hapa. Mwamba akamuuliza kwamba yeye yupo, yani na yeye anamhitaji, anampenda sana. Ni kwamba mshikaji akaona bora aweze kumwagi kwamba yeye anampenda, asiwe na wasiwasi. Lakini mimi na maumivu, yani kwa sasa sijui nifanyeje, moyo wangu au na imani tena, yani imani imetoweka, yani sijui nifanyeje. Ana huzuni hapo, lakini mshikaji yeye anamfariji kwamba usijali, nipo hapa, mimi nipo kwa ajili yako na ninakupenda, naomba tu nipatie nafasi, uruhusu basi moyo wako na moyo wangu. Lakini bidada yeye huzuni kama yote, jamani sijui nifanyeje. Mwamba alimpa maneno fulani hivi, yani maneno matamu ya kumshawishi bidada ili awe naye, kwa sababu anamkubali, yani mshikaji anamkubali sana bidada ambaye anaitwa Ani. Oya, sio poa. Basi time fulani huku katikona ni malavidavi tu, mapenzi kama yote. Mshikaji anaenjoy tu penzi na nani, na bidada huyo ambaye anaitwa Mebo, yani mapenzi kama yote, mapenzi ni mubashara. Uwezi mimi Ani amekuja leo, amegonga mlango, ametoka nani? Ametoka Mebo. Umefuata nini? Wewe ndio umefanya, yani unafanya nini kwenye nyumba ya mpenzi wangu? Unafanya nini afu na manguo ya ajabu? Ni kwamba sio mpenzi wako, ni mpenzi wangu. Yani uwezi mimi Mebo ameona aweze kuonyesha makucha yake live kabisa bila chenga kwamba ni mtu aina gani. Hakuamini kabisa Ani kwamba rafiki yangu ambaye niko nakutegemea kwamba huyu rafiki yangu unanipa ushauri, yani kila kitu, kumbe ni mshenzi. Mimi sijai kuwa rafiki yako, wala sijai kuwaza kuwa rafiki yako. Yani mimi siwezi. Kwa hiyo umeamua uweze kunisaliti, yani uweze kutembea na mume wangu. Wewe achana na mimi. Basi uweze mimi alifanyaje? Alimpush pale, kaingia kwa nguvu, nipishe katika nyumba yangu, mimi na uamuzi wa kufanya chochote kile. Wewe anamuita Mwamba. Mwamba nashangaa Mwamba hayupo. Ni kwamba Mwamba siku leo alikuwa ameweza kwenda wapi? Yupo ofisini. Na alichokifanya kwa sababu ameshazenguliwa, aliona kuna noma, akachukua nguo zake, mazaga yake. Lakini uweze mimi alianza kupigwa majungu pale na Mebo kwamba wewe, yani wewe ni mbwa tu, mshenzi, yani takataka, ndio maana hakupendi. Nasemaje? Wewe ni mchawi na hiki ambacho umekifanya yatakukuta tu mambo. Unaniambiaje wewe? Basi bidada aliteleza pale na aliweza kusimamishwa kwamba sikiliza sasa, sikia nikwambie, ile siku ambayo ulipiga simu nyingi sana, ile siku ni kwamba nilikuwa naye, nilikuwa nampa kila kitu, mala vidavi, alikuwa akienjoy, na utambua kwamba mimi ni wa kwanza yeye kuniona. Kwa hiyo wewe utumie tu uchawi mpaka kaweza kukusaundisha. Wewe alikula kofi pale, mshamba wewe, tena mshenzi. Unanipiga kofi, ila ukweli umeshakufikia. Tambua kwamba akupendi na hajai kukupenda. Alinipenda mimi, utumie uchawi. Sawa, nitumie uchawi sawa. Nasemaje? Hakuna noma. Ila tambua kwamba hakuna mwanaume mwenye anaweza kuwa na wewe pimbi wewe. Sema tu basi atakutumia afu atakuacha. Hawezi kuniacha mimi. Aniache. Hawezi. Hapa ameshaganda, yani hapa ameganda ndindi. Nakwambiaje? Wewe ni mbwa tu, atakuacha tu. Akafanyaje? Aiteleza pale kwa kitu kanana, kwa sababu nini? Asila tu hapo. Eti anasema ataniacha mimi. Hawezi kuniacha. Bidada amekaa huku ni mawazo tu kama yote. Yani huzuni kama yote. Yani yeye na huzuni naye. Basi mshikaji kama kawa, yeye alikuwa kimfariji hapa kwamba usijali. Na ni kwamba Mwamba amekuwa akimtembelea mara nyingi hapa, anamueleza kwamba 1 2 3, yani tikadi fulani kumweka awe sawa, yani anaondokana na mawazo kwa sababu anampenda sana. Ni mshikaji ametokea kumpenda sana bidada ambaye anaitwa nani? Anaitwa Ani. Kwa hiyo Ani na mawazo naye kwa sababu kile ambacho kimeweza kumkuta, na istoshe ni rafiki yake ambaye alikuwa kimkubali sana, yani hajaamini kabisa. Lakini Mwamba alikuwa kimfariji kwamba usijali, usiwe na wasiwasi, yote ni mapito. Mbona nilikwambia kwamba mwenyewe alinikuta, hayo yote yanapita tu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Basi mshikaji alikuwa kimfariji, na hata hivyo siku leo ni kwamba alikuwa amemletea zawadi. Mshikaji yupo romantic, yani najua mapenzi kinoma. Oya, sio poa. Basi time fulani walitoka wakawa na enjoy pool table hapa, yani mambo ni mamswala, mambo ni uhakika, mambo ni mukide. Mwamba anamjali kinoma, kwa hiyo anamtoa stress, anamweka sawa, yani aondokane kabisa na mawazo. Huko nyumbani sasa Chelsea alimkuta Mebo akiwa na mawazo, akamuuliza kwamba vipi? Basi Mebo alimuuliza kwamba amekuja kunizingua mshenzi yule. Usijali. Mwamba ni kwamba anampenda sana Mebo, yani kuliko vitu vyote yani duniani, anamkubali Mebo tu. Kwa hiyo alisema kwamba usijali, leo nakuzaga mua mpaka uenjoy, yani leo ni mwendo kuvopoana tu. Basi bana, ni walivyoweza kurudi pool table, wametulizana kitandani hapa. Mshikaji alikuwa akimpapasa bidada, mshikaji anamkubali kinoma, yani anampenda kinoma au bidada ambaye anaitwa nani? Ambaye anaitwa Ani. Ni usiku mwingine tunaona Frank alikuwa kolomeana na nani? Na Mebo, kwa sababu tu wampishana kauli. Ni kwamba Mebo anazalau mshikaji, baada ya kuweza kumweka ndani ndio ametambua kwamba sio mwanamke huyu, na chanzo ilikuwa ni remote tu. Remote iko wapi? Sijui, kwani mimi naongeaga na remote. Kwa hiyo Mwamba akaona amnase coffee pale. Oya, sio poa. Basi time fulani ikabidi muombe bidada, na wamekutana naye hapa, alimuomba kwamba wakutane. Kwa hiyo akakubali. Wamekutana hapa, akaanza kujieleza kwamba unajua nimekumisi, yani ukumbuka wewe ndicho umenitia. Kwa hiyo bidada akaona ugaigai, mimi kwa sasa nimesha move on. Kwa hiyo na move on, unaniganda nini? Si tumeshaachana, usimeniacha, si ulinifukuza, basi imeshaisha. Lakini naomba unielewe, naomba nisikilize, mimi bado nakupenda. Unampenda nani? Mimi sasa hizi yani moyo wangu haupo tena kwako, kwa hiyo naomba uniache na usinisumbue tena, tumeshaachana. Oya, akateleza pale, sio poa. Basi uweze mimi siku iliyofuata tunamwona Ani pamoja na Frank. Ni kwamba Frank alikuwa akimueleza tazama, lakini yeye anamwangalia tu usoni. Vipi, kuna tatizo? Yani kikweli niseme tu kwamba moyo wangu kwa sasa unakupenda. Yani kwa sasa ni kwamba Ani anamkubali nani? Anamkubali Frank. Yani moyo wake kwa sasa upo kwa Frank kwa sababu ni mwanaume ambaye anamjali, anamuonyesha upendo wa dhati, yani tofauti kabisa na Charles. Kikweli Frank ana upendo wa dhati. Kwa hiyo bidada alikuwa akishangaa tu hapa. Usijali, yani hapa ndo mwanzo. Yani
yani ukiniruhusu tu niingie ndani yako mazima, ndani moyo wako, utafaidi vingi sana. Mimi nimeshakupenda, nimeshaingia ndani moyo wako mazima. Basi nikwambie tu kwamba tutaenjoy, yani tutaishi kwa upendo sana. Mambo yatakuwa shiega, yani mambo yatakuwa biliani. Kwa hiyo usio na wasiwasi, nitakuonyesha upendo zaidi hapa. Sio poa. Kumekucha huko kwa Charles. Charles anauliza kwamba chai kwa pendaga nielekea kazini. Chai kwani huwezi kupika? Mwamba alimtia kofi pale. Unanipiga kofi? Naye akarudishia. Wewe kichani ni wewe. Hebu niache, akamsukuma na kumsukuma. Wewe simama. Kumbe wewe bondia, basi tupigane hapa. Tupigane. Mwamba alimnyonga, alimpa mtimbo kichapo kama chote. Ile alimgagaza, alimvunja, alimtengua, akamwacha pale. Amekufa au mfaje? Mbona sielewi? Ameshaua, tumletee maafande tu. Wewe unasemaje? Mwamba kwa sababu ya tamaa kamwacha mtu mwenye alikuwa anampenda kwa dhati. Na huyu dada amemsaliti rafiki yake kwa sababu tu ya wivu tu. Kwa hapa vipi? Mimi mnaonaje? Lawama hapa apelekewe nani? Apewe nani hapa lawama, kati ya mshikaji au bidada Mebo? Lakini Mebo ndio huyo amesha float chini hapo. Kwa hiyo lawama zote zitamwagikia mshikaji kwa sababu yeye ndio amejiponza na amejidai kwamba yeye ni Tyson, amempa kichapo mpaka amenyosha goti. Lakini yote kwa yote mtu muone tamaa na usaliti. Je, wewe kama wewe umejifunza nini kupitia hii movie? Niambie kitu gani ambacho umeweza kujifunza. Dondosha comment yako hapo ili niweze kujua kitu gani ambacho umeweza kujifunza.